unasema namna gani? Maana hiyo ndio inaleta shida. Na mtazamaji, kutoka eneo hilo la Siakago, kaunti ya Embu, tuelekee moja kwa moja hadi katika kaunti ya Homa Bay kwenye kongamano la ugatuzi, na kwa hivi sasa naungana na mwanahabari mwenzangu Bramwell Bwire ambaye yuko tayari kuzungumza na wananchi. Bwire, chukua usukani, pata maoni ya wananchi. Shukran sana Gakunga. Ulivyosema ni kweli kwamba siku hii ya pili ya kongamano hili la ugatuzi ndo mwisho inaelekea kutamatika. Amekuwa hapa kinara wa ODM Raila Odinga akazungumzia masuala kadha wa kadha ambayo baadaye kidogo nitakuwa nampisha mwenzangu Suleiman Yeri atakayekuwa anayazamia sana. Lakini hapa unajua kwamba katika ugatuzi kuna afisi ya mama wa county, First Lady. Hapa nipo na mama wa county ya Migori. Atatueleza jina lake na tueleze kwamba afisi yao haina pesa, lakini nyinyi mmekuwa mkifanya mambo mengi. Je, wewe pale Migori unafanya mambo yapi? Thank you very much. My name is Agnes Ochilo, spouse to the governor of Migori County. We are here to support the devolution. First ladies or spouses of governors are not employees of the county. Neither do we have any offices, but we are also part of the community. We see what the community goes through. We listen to the women, we listen to the children, and we see for ourselves. So when there's an opportunity like this, we also come along to find out if there are partners who can assist the counties through various means. We don't construct roads, we don't build infrastructure, but we look at the softer issues, because you might find that the counties might concentrate on doing the very expensive infrastructure, but we may not have sufficient funds to do other things. Like here today, we have come to look at ECD infrastructure. We are looking at the life of a child from conception to 3 years, and those are the critical years of a child. If you want your child to thrive, ensure that they are taken care of during those 1,000 days. So we have come to explain to them. We are listening to the partners who are doing this, and we are also encouraging our county governments to ensure that they embrace and ensure that our children from conception to 1,000 years are taken care of well. They are given the right medication, they are given the right surrounding, and the parenting is also inclusive. We want fathers also to take part in their children. Today we are being told that much as your wife could be pregnant, please talk to your child every day. Find out how the child is doing. Even if you are not seeing the baby, know that there's a baby on the way. Here also, we are also looking at WASH, which is nutrition and sanitation. We are supporting, or we feel that the national government is doing well by introducing Epuka uchafu afya nyumbani, which loosely translates that we can trade in cleanliness with good health in our families. We want counties to start working together to make the communities also do the work for themselves, because cleanliness starts at your doorstep, and it's something you can do. You don't have to wait for a big tractor or the government to do something. It's something you can do for yourself, and by doing this, we'll be able to reduce our morbidities, we'll be able to reduce the mortalities, and then now the counties can have the money released into to do other projects. As a First Lady myself, I have also come up with my foundation. I have Mama Agnes Ochilo Foundation. This one is not funded by the county, but I look for partners. Even as we speak today, I already got partnerships through Sickle Cell Foundation. They have put for us a clinic in one of our sub-counties, and we are currently managing about 392 patients. Before, it was believed that sickle cell was a curse. And with the awareness that clinic has created, now people know that it is a sickness like any other sickness, and it is an inherited sickness. It runs in your genes. So we are encouraging the fathers, if you have children who are sickless, please don't run away from them. Don't think it is the woman who has a problem. It is both the mother and the father who have the problem. We have also managed to do corrective fistula surgeries through Safaricom. We are really grateful to partners like M-Pesa Foundation. They have assisted us in Migori County to undertake 350 corrective surgeries, and these are dignities that have been restored. You know, you may not see it in the open that there are women who are suffering before, but now they're okay. But there are things that when we see those results, when we look at them, we really get excited.
Shukran sana na kila laheri mama, wakati ambapo unaendeleza mbinu kama zile na maslahi yale katika jamii. Wanasema kwamba hawajapewa pesa, afisi yao haitambuliki kikatiba, lakini wanajitahidi kuhakikisha kwamba jamii inaboreka zaidi, masuala ya fitsula, masuala ya sickle cell, na vile vile kuhakikisha kwamba tu afya ya mtoto mchanga toka siku moja ama toka wakati mama anashika mimba hadi miaka 3 imeweza kuzingatiwa. Kwa hivyo toka hapa nipo na mwenzangu Suleiman Yeri upande wa pili kwenye hema kuu ambaye amekita pale kambi. Yeri, kama unanipata, ushukani kwako. Shukran sana Bramwell Bwire, nimekuona umezunguka katika baadhi ya vibanda hapo kuweza kuangalia biashara na vile vile kaunti zinavyonogesha kongamano hili la ugatuzi ambalo ni kongamano la 9, ikiwa ni miaka 12 ya ugatuzi ambayo imekuwa ikifanyika na ikitekelezwa, serikali za ugatuzi zikifanya juhudi mbalimbali katika kuhakikisha kwamba huduma zinawafikia wananchi humu nchini. Na awali aliyekuwa akizungumza ni aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga, ambaye amezungumzia umuhimu wa kuweza kuwajibisha magavana, akitaka wawakilishi wadi kuchukua jukumu hilo la kuhakikisha kwamba inawajibisha magavana katika utendakazi wao. Vile vile aliyekuwa ambaye sasa hivi ni waziri wa masuala ya kigeni ambaye ni Musalia Mudavadi pia amezungumzia umuhimu wa kuhakikisha kwamba miradi ambayo imeanzishwa na serikali za kaunti inakamilishwa, kwa sababu miradi hiyo imekuwa ikisababishia hasara kubwa serikali za kaunti, akizungumzia mabilioni ya fedha ambazo zinapotea kwa sababu ya miradi ambayo haijakuwa ikikamilika. Nikirudia katika hotuba yake, Raila Odinga pia vile vile amezungumzia swala la magavana ambao wanafanya katika mihula miwili kwamba waweze kupewa kiunua mgongo baada ya kukamilisha kufanya kazi zao za miaka 10 wakiwahudumia wananchi, kama vile wabunge. Manake wabunge wanapohudumu katika awamu 2, basi wao pia hupata zile fedha za kuendeleza hiyo miradi yao ambayo huwa inafanyika. Nataka sasa hivi nirudi kwake studioni ambapo nitakuwa nikimregeshea Agnes Gakunga. Asante sana wenzangu Bramwell Bwire na Suleiman Yeri kutoka kaunti hiyo ya Homa Bay, na kina cha taarifa hizo mtakuwa mnatuletea